Huyo akija akisema hivyo maana yule hayuki maana ya mchekeshaji. Mchekeshaji ni yule ambaye akiwa hata na kodi yake kama karte hivyo ambao wanasema Kiswahili cha Kongo wanachanga Kifaransa na Kiswahili. Ni kama kawaida. Ukiwa mchekeshaji unaweza hata chania ministre, unaweza chania hata governor, anakuona kama wewe ni kama vile boya hivi. Ndio hapo sasa watu wengi hawaelewi. Nani Salibona? Changamoto gani ambazo ushawahi kukutana nayo katika area yako? Area yangu bado si kutana na changamoto tu ni moja, kupata hela. Hatujapata management, ndio maana tunakaa kimya, tunakuja tunazimike, ndio hivyo sasa. Na ukiwa mtu ambaye kabisa umeshakuwa sasa vile kitete tuseme hivyo, au Arma au Junior Konzi, unaweza kufanyizia nini zaidi kwenye jamii lako? Kwa sababu wanasema kama artiste ni kioo cha jamii. Ndio. Yaani mimi nikiwa kama wale na hela support naweza jisaidia kutafuta hela ni wasaidie watoto wa orphelin nikiwazo umeelewa pale. Yeah, nimeelewa. Na wa create enterprise fulani hivi ambao makazi wanakuwa tumika kwa ajili ya kujisaidia maisha yapo mbele, watafute maisha mbele. Ndio hivyo sasa ndio mimi nawaza kihivyo. Tuko mamiziki za hapa au ma comedy za hapa Uvira tunafanya masene ila hatuchekeshi, tukishangalia Kitwera hachekeshi lakini jamaa anafanya scene na tunacheka. Jamaa hachekeshi kwa maneno ila jamaa anachekesha kwa kufanya masene. Kwa nini hivyo? Na sisi kwa upande wetu tunajua kama comedy ni mtu wa kuchekesha na maneno yake, sio kuchekesha kwa kufanya vibaya, lakini kwa kuchekesha kwa kusema maneno yake na sio kwa kufanya masene. Kwa nini hivyo? Lakini ukishaona jamaa Kitwera anafanya vile nini pale, kuna nini zaidi? Unajua Tandura Kani, kuna muda mwingine mtu ana kipaji kwa ile kazi ila anajiforce. Ila kuna mtu ambaye hakuzaliwa na kipaji. Kipaji ni kia kutafuta. Sio kipaji wewe sio kipaji kikutafuta. Unajikuta ile mtu anajiforce kitu ambacho kimemuingia. Yaani kimemuingia ameshakuwa. Ndio hivyo sasa kuna mtu ambaye anafanya vile tu kwa kujituma. Na kuna mwingine ni yeye ndio comedy kabisa, yeye amezaliwa kihivi. Na tuseme comedy ingelikuwa kama vile mpira, wewe ni namba ngapi? Comedy ingekuwa kama mpira, mimi ningekuwa cheza namba 10. Namba 10. Kwa maana napenda aje mpira. Kuna vitu ambavyo vimetuma mimi sikwenda kwenye kistaa ya mpira. Ni kitu kimoja. Huku Kongo wewe ukiumia maisha yako, yani wewe ndio utajitunzisha nini nyingine, ndio maana nikaogopa kupitia kwenye mpira. Naam, namba moja ni nani? Namba moja. Namba moja nani? Nani goalkeeper kama vile mpira hapa Uvira Kikomedi? Kikomedi hapa Uvira namba moja. Hata hapa Uvira. Ningelisema ile ambao haueleweki sasa. Ndio hapo sasa. Kwa nini sisi tunataka tutambue? Unataka watambua? Ndio tatizo sasa. Nikisema hata mimi hapa ninaweza kuwa namba moja. Kwa maana kila mtu anakuja kwa talent yake. Kuna watu ambao wanajisema wao ni namba moja japo wao hawayuki. Nami ni Mr. Libona. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwasili hapa akushawishi katika kazi ya comedy, unaweza mpa lipi la zaidi mpaka zingatie mpaka na sisi tulipiwe kwenye mtandao wa kijamii? Mimi siwezi muambia vitu vingine eti afanye hivi. Mimi ndio za muomba tu asupport vitu vyetu vya mtandao. Tuanze lipiwa. Disi zingine nchi zinalipiwa. Hapana sisi tukue nategemea watu wa nje tufungulishe account zetu nje. Unaweza fungulisha kule wanaanza kukula pesa, wewe unatumikie bure tu. Ndio maana ndio vitu ambavyo ndio za mshawishi rais wetu atusaidie. Asupport mtandaoni tuanze lipiwa. Ndio hivyo. Asante sana ndugu Mr. Libona, tumefika mwisho wa kipindi chetu, ilikuwa sana na burudani. Mr. Libona, kabla ya weka nukta ya kipindi, tuambie neno la mwisho kwa wasikilizaji wako ambao wanakufuatilia zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Nawaambia tu waendelee kutufuatilia. Kama unapenda kunipata direct andika tu Mr. Libona, MR na Libona utatupata. Na wafuatilie, waendelee kufuatilia kipindi kia sana na sana ya nyumbani. Ndio hizo na washauri tu. Yepi ndugu mtazamaji, kwa nami Tandura Kani.
mtangazaji bora ambaye iko hapa mjini Uvira, lakini sijaona mpinzani kwa sasa. Tuko katika pita zetu za habari kupitia na wasanii ambao tuko nao hapa. Mr. Bora tayari ni msanii ambaye ana mambo mengi ya kufanya, lakini akatupa muda tufanye naye. Lakini huyu jamaa ni mwamba, ukaona kapendeza, sidhani kama akosa pesa, lakini pesa zipo.